Basi napenda kumshukuru Mungu kwa wema wake na ukuu wake. Mungu tu azidi kumlinda mtumishi huyu Mchungaji Fredrick. Mungu ambariki, amfunike, maana ni matendo mengi mno aliyoonyeshwa. Huyu sio wa kuombea, ni wa kuamuru. Ni wa kuamuru tu nilivyoonyeshwa. Yaani tu anafanya hivi, anaamuru tu, tayari jambo linatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jana kipindi watu wanashuhudia hapa, sikuwa na ushuhuda. Lakini nilipotoka hapa nikaenda nyumbani. Yale maombi ya kwenda kulala nikaomba. Nikaenda chumbani nilala, mwanangu akaamka, nikampakata mkononi. Nikashangaa ikaja nguvu, yaani nikaishangaa hiyo nguvu. Nikashangaa. Bwana asifiwe sana. Nikatoka kitandani nikakaa chini ya simenti kabisa kama hapa. Nikanyosha nilikuwa na mwanangu mkononi. Yaani nikajishangaa, nikaanza kuomba ambavyo sijawahi. Bwana asifiwe sana. Yaani hivi nina mtoto au yaani nikao sijielewi. Niliomba muda ambao sijajua ni masaa mangapi. Bwana asifiwe sana. Lakini baada ya hapo nikamwambia Mungu, kama umeniita, kama wewe ni jibu langu. Kuna swali langu ambalo nakuuliza kila siku hujanijibu. Leo Mungu unijibu. Bwana asifiwe sana. Kweli wapendwa, Mungu yupo. Nimelala nikashangaa, nikaoteshwa ndoto. Mama mmoja akaja. Ni jirani kina shahama. Ile sababu namuuliza Mungu, nikamuuliza yeye. Bwana asifiwe. Tabu moja mbili, jina lake ni Tabu. Bwana asifiwe sana. Moja mbili, akaniambia akanipa majibu yote. Bwana asifiwe sana. Na yule mama ana mkoba wa hela anaweka hapa. Ila ndiye alinipa nini? Majibu ya swali langu. Mungu yupo wapendwa. Nimeshuhudia. Nilisema Mungu, kama wewe upo na wewe ndio ni majibu, naomba leo unipe jibu. Kweli Mungu amenipa jibu. Amenipa jibu kupitia mama fulani, lakini amenijibu kupitia ambalo niliomba. Mungu amenijibu wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaitwa mjukuu wangu amepata ajali. Nilimwambia Mungu nitie nguvu katika shida hii. Nikaingia odini. Nikakaa humo, wakaleta chakula, nikawaambia mimi siri. Watu wakaanza kunishambulia, wewe huli na moyo ulivyo gazabika hivi kula. Nikawaambia siri, Mungu atanilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli nilipata changamoto ngumu. Nilikaa odini, wakaleta chakula cha mchana siri, cha jioni ndio ninakula. Lakini Mungu amenishindia. Amen. Mpaka nimefikia tarehe 21 niko mzima na Mungu mgonjwa akamsimamia. Bwana Yesu asifiwe. Nimemshukuru Mungu kwa hilo. Tena ninasema asante. Mwaka huu nimeona maajabu. Siku ya Alhamisi hii wiki tunayomalizia hii, mchungaji akaanza kuomba maombi ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kweli tulipiga magoti hapa, mtumishi wa Mungu akaomba, na kweli Roho wa Bwana alishuka. Mimi hapa ambaye ninazungumza sasa hivi nilikuwa sijawahi kunena, lakini Bwana amekuwa mwaminifu. Katikati ya mwezi huu wa kwanza nimenena kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Ukizama katika maombi, Mungu atakuonyesha mambo mengi. Mungu atakuelekeza mambo mengi. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu hawezi kukutenga. Unaweza ukazungukwa na mkono wa maadui. Sasa wewe sasa ukakutwa imani yako haiko usawa. Na ukaamua sasa jambo moja, kwa nini mimi niteseke hivi? Kwa nini mimi nihangaike hivi? Lakini Mungu ninamtumikia. Hivi kweli Mungu ananisikia? Hivi kweli Mungu yupo ama hayupo? Ngoja na mimi nichukue majukumu haya. Ukakutana sasa huko na marafiki wa kukuchamba ili imani yako ivunjike kabisa. Ni hivyo tu. Nenda. Mji wako utavurugwa mno. Mume wako hatulii nyumbani. Kafanye hivi na hivi. Lakini kama ukisimama katika kweli ya Mungu na haki ya Mungu, adui hawezi akasimama mbele zako kukuingiza mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mshindi. Mungu ni muweza. Mimi kwa kweli Mungu amenishindia. Yapo ambayo amenishindia, ijapokuwa mengine bado, lakini Mungu yuko pamoja nami, ataendelea kutenda. Na katika familia yangu najua Bwana anaendelea kutenda. Naona kamera, nina mwaka
mwaka mzima bado sijashukuru kama. Najidai. Wapendwa katika Bwana, leo ni siku ambayo nayatangazia mataifa. Natangazia waumini wa hapa kwamba mimi nampenda Bwana. Jambo la kumshukuru Mungu, namshukuru Mungu kwa yote yale anayonitendea katika maisha yangu. Kwanza moja, mimi kama jinsi nilivyowaambia, nilikuwa mganga mfumu. Halafu kwa lile nilikuwa nimeokoka. Sijui kwa nimeokoka, sijui nilikuwa nasali tu. Unajua, kumbe makanisani huko kuna robot na waumini. Kabisa. Kwa sababu mimi nilikuwa nikisali kanisa moja, kumbe nilikuwa robot, nikiengera. Lakini katika ule robot nilikuwa naona ukuu wa Bwana. Kwa sababu yamkini Mungu labda kuna matendo alikuwa anampendezesha, alikuwa ananielekeza. Katika kufanya kazi yangu ya uganga, Mungu aliniambia iache hii kazi. Siku moja akaniotesha njozi, akaniambia iache hii kazi. Nilimfuata mchungaji hapa. Yaani sijui kilichonileta huku ni nini, kwa sababu kule niliko sikufukuzwa. Nilikuja tu. Nikaja tu moja kwa moja mpaka mchungaji, lakini nilisikia tu kalawamu alilaumu tu hivi. Waweta kile wasama weta, lakini sikuambiwa na mtu rudi CECT Tabaruka. Nilikuja tu mimi mwenyewe. Nilikuja mwenyewe, sikuitwa na mtu. Basi ndivyo maana nasema hivi jamani, natangazia mataifa hivi nimeokoka. Nimeokokea katika kanisa la CECT Tabaruka. Kipindi nakuja kushuti mkanda wa video, nakuja huku kushuti, nilikuwa niko na sari ile kanisa, uruninga mnakiomboka naenda kupiga lamu. Hiyo sio siri. Hiyo sio siri kabisa. Naenda kanisani napiga lamu. Asubuhi saa 12 hoti, maana tulina shida na chache utamkata unapandike ya sadaka. Naenda kanisani. Hiyo sio siri wapendwa katika Bwana. Lakini kipindi naanza kurudi katika kanisa la CECT. Siku moja ninachoka kulikuwa nafikiria, hivi sasa hizi kazi hizi kweli zina kweli. Hebu ngoja nijaribu kuvumilia. Nikawa navumilia. Nikavumilia kweli, akija ndio ndio kuragura. Ila kama moyo kananiuma. Kwa sababu nilishakazoea kukata 200 300. Ndio kuragura kama moyo kananiuma. Hebu bana na kete. Ile nyingine nasingizia ndesa hapa. Ila ninakwepa tu wasinilaumu. Bado niko. Hatimaye hivyo hapana kuja hivyo. Akija mtu namwambia wewe nielezee unataka nini? Narota kwa narota tamu na pime. Nakwambia wewe, hivyo unaamini kupima ndio mpaka ndio kate shida zako kushughulikiwa. Ndio kaete mmoja naenda sasa kwa kina Masanja. Basi ilikuwa ni hivyo tunapigana nega tu hivyo. Wasukuma mnajua nega. Lakini hatimaye siku zinazidi kwenda na kuja kuomba. Ninakuja hiyo hali ikakata. Wakija na neno hilo kwa teleha. Wachagule ne moko ubigete. Etina amayo. Kuturari huru. Na tuondura kwa sababu na manena okoinge jeni 200 ndio nilikuwa niongoza katika maisha yangu. Lakini nakumbuka baba amefikisha njozi 2 za adabu. Nikiwa nimelala ananiambia acha hii kazi. Nakupa kazi hii. Inanifariji kwenye moyo. Lakini sasa nifanyeje sasa? Nilipokuwa nakuja huku akitokezea hata mdogo wangu, mimi naua kamuguka nafanya nini? Ulikuwa unaenda wapi? Nataka niende. Acha na penekete na nuru Mungu ngaloronga na kanibaki kimali na piga kweli. Kesho asubuhi ananiambia niko mzima. Haleluya watu wa Mungu. Hiyo kwa kweli nikaanza kuamini, moyo wangu kaamini vikumbe Mungu kweli yupo. Basi katika kuamini kule siwezi kusema maneno mengi, kwa sababu nikisema mengi nitapoteza muda. Kwa sababu nina ushuhuda huko kichwani huko umejaa karibia 800. Kwa sababu kuna mambo mengi niliyoyapitia. Na katika mambo ya uganga mimi nayajua. Unaweza chachaka tu. Itafika sehemu na wewe utaacha. Hakuna atakaye kulazimisha na anayekugombeza hayupo. Lakini ikifika sehemu ya kumbuka, utaacha wewe mwenyewe. Utaziacha zile dhambi unazokwenda kule ni kudanganywa. Jamani kule ni kudanganya, hata mimi nilikuwa na wadanganya.
Halafu ninawaambia kitu kimoja, ukipewa dawa za samba ni miezi 3, ya 4 zinakata, wangewacha wakafuya hela. Yaani hiyo ipo. Olokomao ni miezi 2, ya 3 inamaliza nguvu, tena unaenda kutoa hela. Unahama tena mganga mwingine au unarudi pale pale. Yaani ninayatangazia mataifa, jamani, tunaokwenda kwa waganga, kwa kuwa siku ya leo ni siku ya hapa nachukuliwa, inaamua nameisha kila sehemu, na watangazia mataifa kwenda kwa waganga, mnaendeni. Ukiamua uache wewe mwenyewe, kule nikuliwa hela, na mimi nilikuwa na walia bila kwa kuwa mnaamua hivi niwache, huu utapeli niwache, basi nimeokoka. Hakuna cha kula hela ya mtu, hakuna cha kutapeli mtu, hakuna cha nini. Jamani, Mungu nimemwambia mwenyewe nimeokoka. Katika maombi haya watu wa Mungu, tunashangilia kidogo, nyamaza, naenda kwenye ushuhuda wa mwisho, msije nikapoteza muda. Katika maombi haya niliingia maombi, nikamwambia Mungu, sasa kazi ulioniambia naiona sawa, inakuja. Unaweza kumwombea mtu kweli, ukamwombea akapona kabisa, ni shilingi gana ya shukrani ale tunaenda kusoma hana wewe ndio basa taka na yeye andika na uli ndio kina kwenda licha kule katika yeye ni basi Mungu kwa na wewe ulileta hivyo, basi yatosha. Sasa nilikwenda muuliza Mungu, hivi Mungu, sasa hii kazi nataka iwe kweli kama jinsi ninapopenda mimi mwenyewe ulivyoniambia mimi nafanya hivi, na mimi nataka niwe hivyo. Uniinue kiwango, japokuwa ninaona kweli, najiamini, ndio na leo naliamini nini, sio Yesu. Ninaweza kushinda, Mungu akafanya nikashindwa, nikaweza wengine kwenda kumalizia, si hivyo? Mimi sio sisi wakategemea kufanya mambo ndio kaamaliza eti kwa kuwa umeokoka. Mwingine tunawaachia wengine wanafanya, si hivyo? Wale wapetu tunahudumia, sio wapetu wanafanyaje? Wanaenda, si ndivyo? Sasa kwa kweli katika kuokoka huku ninashukuru sana Mungu kwa yote anayonitendea. Ndio maana nasema mataifa na yatangazia hayo nayo yameshapita. Sasa katika maombi yetu haya, nimeingia kwenye maombi, nikamhusisha Mungu shida zangu zinazonisumbua, mengineo yale yote nimeomba, mengine amejibiwa, hayo naweka pembeni. Nikaomba sasa kazi yangu huduma hii, tumeomba wiki moja nikapata majibu. Nataka Mungu uniinue. Kwenye wiki hiyo nataka Mungu uniinue, niko kwenye njozi, nikamwona mchungaji amekaa na mimi nimekaa, na mzee mmoja amekaa na mzee mmoja kasimama, tukuani. Lakini sasa yule mzee mmoja nilikuwa namuita mimi kuani, na mwingine aliyoko hapa namuita kuani na yeye. Sasa huyo kuani aliyesimama anamuuliza mtumishi, anamwambia, wewe kwa nini hao watu wako unawaacha mpaka siku zinapita zote hizi bila hata kukupa chochote? Anasema, sasa mimi nifanyeje? Mimi akisema huyo kuhani bila hata kukupa chochote, mimi nifanyeje? Na mimi namwambia kuhani, mwambie. Mimi waga namwambia, lakini asikiaje, mwambie. Kuhani anamuuliza tena, kwa nini wewe unafanya hivyo bila kukuchangiza? Wanapita tu bila kukuchangiza. Namwambia kuhani, mwambie. Sasa tena nikisema mwambie, naanza kufikiria na watu leo nchangira kiti, naanza tena kufikiria moyoni, naanza kufikiria ndio baka mwezi akaniambia Yesu mimi sasa nimepita bila hata kumchangia. Nikaanza kupiga kumbukumbu kwenye njozi, tunakuwa tunamchangia, afu tena nasema mwambie, kwa sababu mimi waga namwambia asikii, yeye akiambiwa anasema hivi, sasa mimi nifanyeje? Sasa mimi nitafanyaje? Yaani anafanya tu hivi, sasa mimi nifanyeje? Hatimaye kuhani akaanza kuhesabu karatasi, akamwambia, hii karatasi moja unaiombea, na hii unaiombea, na hii unaiombea, na hii unaiombea, lakini unapoziombea hizi, kwa nini sasa uambii wakakupa chochote? Kwa nini hawakuchangii? Nikasema tu mwambie. Mwambie, kwa sababu mimi sasa mwambie hanisikiaji. Hatimaye kwenye njozi humo nikaanza kufikiria, kwa kuwa tunamchangia, lakini mbona tena hii kesi imekuwepo tena? Hatimaye baada ya lile nikamwona mtumishi mmoja kajitokezea, amekuja amesimama tena, ameangalia hivi kama alivyosimama yule kijana nimeona na hivi amesimama hivyo. Huyo mtumishi ni mwenyekiti wa maendeleo. Nikamwona kwenye njozi amekuja, nikamwambia kuhani, muulize huyu
atakupa majibu. Kwani anazidi kumwozea na kwani muulize huyu mwenyekiti wa maendeleo, huyu ndio muhusika. Lakini kwani alitoa neno moja tu, akamwambia mtumishi, unapofanya hivi bila watu wako hawa kukutunza, unawafungia baraka, kwa sababu huwaambii ukweli. Ndio maana wanapoomba hawafiki wanakokwenda. Liliniumiza sana kwenye njozi.